There is a way to handle stress more effectively. Inapokuja kwa swala la stress au sadness, hii ndio hisia ambayo watu wengi huweka nguvu zaidi kwenye kuiepuka. Lakini of course, not all sadness will be escaped, kwa sababu kama tu hisia zingine, being unhappy, sad or stressed kunao faida zake. Ni kama tu ujumbe tunapokea kwamba kuna jambo haliko sawa, we need change. Inaweza kuwa moving away from the stressful situation, improving the situation, or changing how we interpret it. The bottom line is, your stress sends you a message. In the same way physical pain tells you something is wrong with your body, emotional suffering tells you something is wrong with your mind. Tunakuwa na stress kwa sababu hatujui jinsi gani ya kuhandle miili yetu, fikra na mawazo yetu, hisia na energy zetu. Look, kama huna kazi unakuwa stressed, na ukipata kazi pia unakuwa stressed. Unakuwa stressed kwa sababu hauwezi kumanage systems zako. Not knowing how to manage the system is stressful. Kama huna pesa unakuwa na stress, na ukipata pesa pia unakuwa na stress. Complicated sio? Lakini utaungana na mimi kwamba hivi ndio maisha yetu yalivyo. Changamoto yako sio inayokupa stress, bali kushindwa kumanage system zako ndio kinachokupa stress. Changamoto inayokupa wewe stress, kuna mtu haiwezi kabisa kumpa stress. There is a say that the size of a problem doesn't matter but the size of you. Yani, hata kama changamoto yako ni kubwa kiasi gani, lakini kama wewe ni mkubwa kuliko hilo tatizo, basi tatizo ni dogo, and vice versa. Emotions arise as a result of your interpretations of events. The mere fact you experience stress or any other emotion means you have added your interpretations to what is happening. Otherwise, you would have a stress-free life. Sasa hebu jiulize haya maswali matatu. Is the situation stressful in itself? 1. 2. What do I need to believe to experience stress in this particular situation? 3. What do I need to believe to reduce or remove stress in this particular situation? Mfano, umempigia simu mpenzi wako mara nyingi na hajafanikiwa kupokea. Is the situation stressful in itself? Sio tatizo kwa sababu huwezi kujua, lakini pia ana uhuru na matumizi ya simu yake. Anaweza kuamua kupokea au kutokupokea. 2. What do I need to believe to experience stress in this particular situation? Kwamba ukiamini kwamba anakuchiti itakufanya uwe na stress. Lakini ukitizama tatizo kwenye picha ya tofauti, hautakuwa na stress. Sasa, what do I need to believe to reduce or remove stress in this particular situation? Ukiamini tu kwamba ana dharura pengine, au anapika, yuko jikoni, anatembea barabarani, kuna jambo la muhimu anafanya akimaliza atakucheki, basi hautakuwa na stress. Sasa, these are the ways to live a stress-free life. Jambo la kwanza ni good crying, kulia. Badala ya kuona aibu au kudhani kwamba kulia ni udhaifu, jiachie na ulie, kwa sababu kulia kutakusaidia kupunguza brain chemicals for distress. Jambo la pili ni meditation. Tenga muda wa kukaa kwenye mazingira tulivu peke yako na sit down comfortably. Ukiwa una breathe in na ku breathe out, katikati unaweka pause kidogo. Unaweka focus yako deep down kwenye fikra zako, mawazo yako, hisia zako. Unajaribu ku take time ukiwa unaendelea ku practice hivyo ili kusudi uweze ku calm down. Meditation ni miongoni mwa njia nzuri kabisa zinazoweza kusaidia ku take control ya hisia zako. Vipo vitabu, programs na application mbalimbali mitandaoni ambazo zinaweza kukusaidia kufanya meditations. Jambo la tatu ni distractions, yani distract yourself. Unaweza kusoma vitabu, play video games, kuangalia TV, unaweza kulala, kutoka kwenda kwenye fukwe za bahari, kutoka kwenda vacation, kwenda hata mistuni kuenjoy the nature, ili tu uidistract akili yako. Kwenda videoeni kupiga story inaweza kukusaidia pia. Jambo la 4 ni cheering oneself up through treats and sensual pleasures. Kwa mfano, unaweza kufanya massage, kula chakula kitamu unachokipenda, kusikiliza muziki mzuri, kukutana na mwenzako kimwili, yani kufanya sex na vitu kama hivyo, au hata kujinunulia zawadi wewe mwenyewe. Jambo la 5 ni taking hot baths. Tenga mazoea au jenga desturi ya kuwa unaoga maji ya moto unapokuwa unajisikia vibaya, itakusaidia. Jambo la 6 ni physical exercises. Jenga mazoea ya kuwa unafanya mazoezi. Inaweza kuwa road work, inaweza kuwa gym, inaweza kuwa kwenye fukwe za bahari, au hata chumbani kwako. Fanya push ups, ruka. Tenga muda angalau mara 3 kwa wiki, nusu saa inakutosha kufanya mazoezi ya kutosha kusweat. Kwa sababu
kufanya hivyo itakusaidia kutrigger the release of dopamine kwenye ubongo wako. Na jambo la 7 ni time and device management. Get organized. To take control of your emotions, it is essential you understand the role dopamine plays and how it affects your happiness. Dopamine ni kemikali ya furaha inayozalishwa kwenye ubongo unapokula chakula kitamu, having sex, gambling au kusikiliza muziki mzuri. Sasa jambo baya ni kwamba today's society is selling a version of happiness that can make us unhappy. The release of dopamine can now be generated artificially. Mfano mzuri ni social media ambazo zinatumia psychology to suck as much time out of your life. These notifications are used to trigger a release of dopamine so you stay connected. Kwa sababu the more you stay connected, the more the system makes money. Sasa ni lazima ujue kumanage devices zako. You don't need to act each time your brain releases dopamine. Kwa hiyo, na jambo zuri ni kwamba mitandao kama Instagram na YouTube zinao features zinazoweza kukusaidia kumanage time au kumanage kumanage bando unaweza kutumia kwa siku na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni lazima uweze kumanage devices zako. Jambo la 8, say no and set boundaries. Sababu nyingine kwa nini tunakuwa na stress ni kwa sababu ya kuji-overcommit na watu au kuji-overcommit ourselves. Kwamba tunatumia nguvu zaidi kwenye kufanya mambo kwa ajili ya kuwa please watu wengine. It's okay wakati mwingine kusema hapana. Kwa hiyo jifunze kukataa, jifunze kumove on, kufocus na mambo yako ambayo ni priorities zako kwanza. Yani wewe una comes first. Jambo la 9, seek feedback. Omba ushauri. Unaweza kumshirikisha rafiki yako wa karibu, mtu unayemwamini au mtaalamu wa saikolojia kwa ajili ya ushauri. Jambo la 10 ni cognitive reframing. Yani seeing the loss differently. Kwa mfano mathalan umeachana na mpenzi wako. Unaweka fikra zako na nguvu kwenye kuwaza kana kwamba ni jinsi gani hamkuendana, ni jinsi gani madhaifu yake, ni jinsi gani utanufaika kuachana naye. Hiyo itakupunguzia stress. Mpaka kufika hapo ulikuwa nami Mjenzi. Jaribu kutumia mbinu katika hizi kwenye maisha yako kila siku na uone how much better you feel. Lakini kama umependezwa na video hii, like na kusubscribe for more tips on personal growth and well-being. Naomba uniambie kwenye comment section hapo ni kwa namna gani unaweza kumanage stress.